Bwana mkubwa. Unajua mtoto anapokuwa nyumbani na baba, hata akitokea jambazi, mtoto anaamini baba atamtwanga. Sijui kama naelewa. Hata ukimchukua mtoto wako mdogo kamsimamisha hapo, mwambie nani hapa anaweza piga baba yako, atasema sijamuona bado. Anaona baba yake ni Bwana mkubwa kwa wote. Wale jamaa wakamwamsha Yesu. Yesu akaukemea upepo na ile misukosuko ya bahari ikatulia. Ngoja nikwambie kitu. Mwaka jana kama sio mwaka juzi, atanikumbusha kijana wangu, mwaka jana kama sio mwaka juzi, mliona kwenye taarifa ya habari Ziwa Rukwa kulitokea na ghasia isiyo ya kawaida. Wangapi mlisikia? Watu walidumbukia kwenye maji, zaidi ya watu 500 wavuvi walipodumbukia kwenye ziwa la Rukwa kwa sababu ya ile misukosuko na dhoruba ya bahari. Mimi nilikuwepo pale. Anakuja Waziri Ashantu Kijaji, anakuja Innocent Bashungwa, anakuja Deus Sangu, na mimi niko pale. Na ninawashukuru sana wale ndugu wanatupaga upendeleo sana. Mimi binafsi nawashukuru sana kwa sababu nimeshirikiana nao sana sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Wale watu walidumbukia kwenye maji, wakaokolewa watu zaidi ya 400, zaidi ya 500 na kidogo, lakini watu 9 tukawatoa kama maiti. Tukawatoa kama maiti. Helikopta za jeshi zilishuka pale. Mtu aliondoka kwenda kutafuta kitoweo. Sijui unanielewa wewe? Alienda kutafuta chakula, apate samaki, akitoka kauze, apeleke matumizi kwa mke wake. Anafika kule anamezwa na ziwa, harudi tena nyumbani tangu alipoaga asubuhi. Harudi tena nyumbani. I say inauma. Inauma. Wamama wamekaa nyumbani, wanafikiri waume zao wanatafuta, kumbe wamefia kwenye maji. Ilikuwa ni jambo la kusikitisha na majonzi makubwa kwa mkoa wa Rukwa na mikoa jirani. Alikuja wakuu wa wilaya kutoka maeneo mbalimbali kuja kushuhudia tukio lile. Kuja manaibu, makatibu wakuu wa wizara mbalimbali wakuja pale. Mimi sikupata hata nafasi ya kuchukua video kwa sababu tulikuwa busy. Tukiingiza maiti kwenye ambulance ni kutembea moja kwa moja tunapeleka zahanati. Tukipata aliye salama ni kubeba kaendelee na matibabu. Ilikuwa ni majonzi. Familia zinalia, ndugu wanalia. Watu wamepoteza matumaini. Watu wamekosa nguvu ya kuendelea mbele. Wapendwa wao wamepotea. Unaweza kushangaa hili. Sikiliza nikwambie. Biblia inasema wakati chombo kimeanza kuleta misukosuko baharini, kwenye kile chombo cha uvuvi kulikuwa na wanafunzi 4 ambao ni wavuvi, wanajua kuogelea. Unakumbuka kina Petro wametolewa, wamechukuliwa, wameitwa na Bwana wakiwa wavuvi kwenye ziwa Galilaya. Si unakumbuka walikuwa wanaishi pale Kapernaum. Kapernaum ipo ufukweni mwa ziwa Galilaya. Lakini Yesu alipoamka, Biblia inasema akakemea dhoruba, akakemea misukosuko, na mkukawa shwari kuu. Nataka nikwambie jioni ya leo, dhoruba zinazoyasibu maisha yako, misukosuko iliyokukabili this week, hii wiki ni wiki la mwisho kwako katika jina